tumeimarisha sana masuala ya kujua mwenendo wa kila mmoja wetu ndani ya jengo hili na hata katika viwanja vyote vya bunge, labda isipokuwa vyooni peke yake, lakini maeneo yaliyobaki mengine yote tuko imara na tuko vizuri sana. Ningeliomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge, na yote hii ni kwa ajili ya usalama wenu na ulinzi wenu. Kwa hiyo ukiwa hapa ni vizuri ujue kabisa huko jimboni au mahali pengine ni mahali ambapo kwa kweli unapaswa kujiheshimu kibunge. Sasa kuhusu hoja zilizotolewa kuhusiana na vurugu zilizokuwa zikifanywa na baadhi yetu, ile juzi wakati wa uchaguzi ule wa wabunge wetu wa Afrika ya Mashariki, ambao kabla sijasema chochote niseme kwamba nafasi mbili zile ambazo hazikujazwa juzi kwa sasa bado ni nafasi za Chadema. Kwa wakati mwafaka katibu wa bunge ambaye ni msimamizi wa uchaguzi atawaarifu ni lini mchakato ule uweze kufanyika na ni lini sisi bunge tunatakiwa tuwapate wabunge hao kutoka Chadema. Ikumbukwe kwamba maamuzi haya ya kusema wabunge hawa wa chama hiki, wabunge hawa wa chama hiki, wabunge hawa wa chama hiki, pamoja na mambo mengine ni maamuzi ya spika. Tukumbuke ni bunge hili ambalo kwenye bunge lililopita maspika wenzangu hawakufanya hivyo, waliweka upinzani katika kundi moja. Na hata bunge la Mama Makinda lilikuwa hivyo, bunge la Mheshimiwa Sita lilikuwa hivyo. Mimi nikasema tuende na demokrasia hii ya wawili, ambayo katika kufanya hivyo msiseme ndio yeye nasema tuwe tunasikizana vizuri. Mimi yule tuendelee. Hatuwezi kukubali nchi yetu ikose uwakilishi, nchi katekwa nyara kwa sababu fulani. Kwa hiyo mimi yule kwa nafasi ya spika, tutatoa nafasi ya pili. Baada ya nafasi ya pili tunajua hatua itakayofuata ni kuhakikishia wa Tanzania kwamba hawatakosa nafasi katika bunge hilo. Nimwambieni nyinyi mnaomzomea spika kwa mara nyingine, sitachoka kuambieni, tuna miezi mitatu tutashughulika na kila mmoja ambaye anadhani kwamba yeye kujifanya hapa ana vurugu. Sasa naanza na Mheshimiwa Halima Mdee ambaye yeye alimtukana spika juzi. Katika michezo hii mnayofanya, Watanzania wengi sana wamesikitishwa sana na jambo hili. Wameniandikia, wamenipigia simu, wamesikitishwa sana na jambo hili. Na si utaratibu mwema, si utamaduni wetu wa Tanzania. Hatufikagi hapo. Lakini kwa vile mwenzetu amefika hapo, na hii sio mara ya kwanza kwa Halima. Na hata juzi nilivumilia sana. Yaani nilivuta, nikamwomba Mungu anisaidie, nikanyamaza kimya. Ndio maana nakwambieni mara kwa mara, baadhi yenu tabia zenu na mwenendo si mzuri hata kidogo. Kwa hiyo swala lake nalipeleka mara moja kwenye kamati ya maadili, iende ikakae na kulipima. Haiwezekani bunge hili linashughulikia kwa kuwaita watu walioko nje kwa utovu wa nidhamu, halafu lifumbie macho wabunge walioko humu ndani ambao ni watovu wa nidhamu. Na anayeunga mkono mambo kama hayo lazima awe na matatizo tu kichwani. Hatuwezi kwenda hivyo hata siku moja. Hatuwezi kwenda hivyo. Kwa hiyo Halima Mdee popote pale alipo katika nchi hii, najua hayuko Dodoma, by saa hizi kesho awe yeye mwenyewe amejileta hapa bungeni, la sivyo akamatwe na polisi popote pale alipo, aletwe kwa pingu hapa bungeni. Hatuwezi kucheza katika mambo ya msingi. Tuelewane kabisa. Tumekuja mmoja hapa na tutashirikiana mmoja. Mheshimiwa Freeman Mbowe pia ripoti kwenye kamati ya maadili kama yuko Dodoma leo, na baada ya matangazo haya kamati ya maadili iende kuanza kukaa immediately kuanza kushughulikia mambo haya. Lakini pia
Kama mnavyofahamu, kamati ya maadili ilishamuita mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na ikazungumza naye, na leo kamati ya maadili imemuita mkuu wa wilaya ya Rumeru Alexander Pastori Mnyeti, ambaye pia na yeye ataitwa katika kamati ya maadili, ambaye anatakiwa kutokeza leo. Narudia tena kwamba kama spika nitahakikisha kwamba tunaendesha mambo yetu kwa uhuru kabisa, kwa amani kabisa, kwa uwazi kabisa, lakini vitendo hivi vya utovu wa nidhamu uliopitiliza havina nafasi katika bunge la 11.